Daima fimbo haiwezi kuvunja rungu, na hii sio kosa langu, ni sababu ya mapenzi. Kama nimekukosa mimi, basi nahakikisha hakuna mtu yote atakaye kupata chini ya jua. Baada ya kuishi kwenye ndoa kwa miaka 5 bila ya kupata mtoto, familia ya Bwana Kifulukwe iligubikwa na wingu zito jeusi ambalo lilipelekea familia hiyo kukosa furaha, amani na upendo. Nyumba ilikuwa chungu na haikaliki. Ndipo wote wawili kwa pamoja wakaamua kuchukua hatua, ikiwa ni pamoja na kutembelea vituo mbalimbali vya afya ya uzazi na wataalamu nchi nzima ili tu kuinusuru ndoa yao. Madaktari mabingwa wa kila namna waliwaona na kupokea ushauri mwingi kadri walivyoweza na kuufuata, lakini pia haikusaidia kutatua tatizo lao. Atafutaye hachoki, hata akichoka amekwisha pata. Huo msemo uliwapa moyo wa kuendelea na mapambano. Bwana Kifulukwe na mkewe wakaenda mbali zaidi hadi kwenye tiba ya asili, lakini bado hawakufanikiwa. Usiku wa historia kwa familia ya Kifulukwe walipokutana na msoma nyota na tatizo lao kupatiwa ufumbuzi. Huyu ndiye mtoto. Sawa? Hii chemli mtaenda kuishi nayo, na kwa muda wote mtakapokuwa mnaishi na hii, hakikisheni taa haizimiki, inaendelea kuwaka kwa muda siku 9125, sawa na miaka 25. Sawa sawa? Muhakikishe mafuta hayaishi, yakipungua tu mnaongeza tena mengine. Iendelee kuwaka kwa muda wa siku 9125. Na hata kama utambi mkiona unaelekea kuisha, mchukueni chemli mleteni kwangu, alafu mtabadilisha utambi. Sawa? Mtaendelea kuwa naye kwa siku 9125, taa isizimike. Hakikishe mafuta yapo ya kutosha. Baada ya hapo anaweza kaishi vizuri bila matatizo yote na kila shughuli zake. Nimeeleweka? Mama, umenielewa? Mkubwa, nimeeleweka? Shika. Hakikisheni mnamtunza na kumlinda kuliko mnavyojithamini nyinyi. Sawa? Mnaweza kwenda.
Halo Jordan. Habari ya usiku. Samahani nimekupigia simu usiku. Tegemea ndani ya hizi siku 2. Tutaonana. Sijaongea naye ila nategemea kesho tunaweza tukaonana. Basi sawa, nikutakia usiku mwema. Asante. Karibu mamangu. Asante. Karibu gaya. Mama wako nifanyia surprise mwenyewe. Surprise tena? Sio surprise. Ya Maira. Kwa hiyo kupokea simu yangu. Mimi nilikuwa nimelala mwanangu wa Maira. Nilivyotaka kukupigia nikakuta haina salio. Sasa ningefanya nini? Na ndio maana nimekuja kwa sababu sio kawaida yako wewe kunipigia simu usiku. Niambie shida yako nini? Amna. Nilikumiss tu mamangu. Ndio maana nimekupigia simu. Yaani ilimradi tu. Kwa hiyo hapo umefurahi mwenyewe. Wewe mtoto wewe. Haya, tuache haya. Nataka nikuulize kuhusu mwanzio Chemi. Anaendeleaje mpaka sasa hivi, kwa sababu hujaniambia chochote na hatujui anaendeleaje mpaka sasa hivi. Mama, kiukweli mimi sijui chochote kuhusu Chemi. Kila nikimpigia simu yake huwa haipatikani. Ila mimi na imani yuko salama. Kwa sababu uhai wake nimeshikilia mimi. Napambana usiku na mchana. Napigana mama kwa sababu yake. Mama mpaka yeye hadiriki kunikuita Mungu wa pili. Unajua jinsi mimi ninapopambana kwa ajili ya Chemi. Natamani ule ugonjwa wake ningeupata mimi mama. Natamani yale maradhi yake ningeyapata mimi mama. Yaani namuonea huruma. Najisikia vibaya kumwona mwanamume ninayempenda akiwa anateseka vile, kuwa mbali na mimi. Mama naumia. Mama nateseka mwanao mama. Naumia mimi. Mama, usifanye hivyo mwanangu. Jamaa, tulia kwanza. Tulia. Umenisikia? Umenisikia mama? Unajua nini? Mimi nakuaminia sana wewe. Wewe ndio jembe langu mamangu. Wewe ndio jembe langu mwanangu, naomba simama hapo hapo. Usishuke. Wewe ni jasiri na mimi naamini wewe ni jasiri. Toka nilivyokuzaa niliona kabisa kwamba huyu mtoto ni jasiri. Kwa nini unakuja kuanguka sasa hivi? Naomba usianguke. Simama, pambana. Umenisikia Maira? Pambana. Umenielewa? Kingine, enzi hizo ni kinyaunyau ndio unakuwa unakaa. Sasa hivi ni 25. Niko tena unakaa. Umejisikiaje bwana mkaa? Umejisikiaje ulipokaa? Au nikupe na kunyonya kabisa unyonye?
Eti nikipiga simu hataki kupokea na nikatia. Kanikata maini hadi ulimi shindwe kuongea. Nilizama chumvini penzi la majini natokomea. Aniokoe nani nipo kizani nateketea. Ivans, mbona leo haupo kwenye vibe kabisa yani? Tatizo nini bro? Vibe lipo mzee wangu. Sina uwa hivyo au? Mimi sisikii sound ile yenyewe. Sikia sasa. Rudia mara ya mwisho. Eti nikipiga simu hataki kupokea na nikatia. Kanikata maini hadi ulimi shindwe kuongea. Hebu ngoja kwanza. Sisikii ile sound yako. Tatizo nini? Baba, mama. Baba. Mwanangu, utapata nafuu baba. Basi baba, utakuwa sawa mwanangu. Kufa baba. Usijali mwanangu, utakaa sawa. Utakufa baba. Ndio hivyo mzee. Sawa, noma bro, nishakuelewa matatizo yako. Wewe nenda alafu utarudi utakuja tutaua tena, sawa? Alafu nimekumbuka mshu wako yupo hapo nje anakusubiri. Kitambo tu kanitumia message hapo. Tuondoke mwana. Baba. Mimi kuna kitu nataka nikueleze. Unajua sasa hivi kwenye kichwa changu sipo sawa kabisa. Toka ondoke bro, kuna baadhi ya vitu nashindwa kuvifanya hasa napokuwa studio. Nashindwa kuandika mistari mizuri, pia kuingiza vocal. Kifupi siko sawa kabisa. Unajua mwanangu, kipindi hiki kifika cha kubadilisha utambi, ni lazima kakaako aondoke. Na akirudi kakaako kutoka kwenye matibabu atakuwa na afya njema tu. Hivyo basi, twende mwanangu. Yaani, okay, nisikilize sasa. Naomba unisikilize kidogo tu. Sawa? Sikilize, na bonge kitu yani. Nimeandika juzi tu. Sawa? Eti nikimpigia simu hataki kupokea na nikatia. Anikata maini hadi ulimi shindwe kuongea. Nilizama chumvini penzi la majini nateketea. Jamani inatosha. Amoni saizi usiku. Hebu tuendeni nyumbani bwana. Mtaenda kuimbia nyumbani. Ondoke.
Mawingu yana mizengo, ila bahari sio ya blue. Moyo wangu na moyo wako vinadunda kwa pamoja. Nimekulinda kwa muda mrefu chembe wangu. Sitaki uzimike. Uko mbali na upeo wa macho yangu. Siku nyingi sijaiona sura yako. Sijauona uwepo wako. Una joto lako. Naumia moyoni mwangu. Naumia sana. Naamini kwa Mwenyezi Mungu utarudi kwenye imani yangu. Maira, huko nilipotoka nimepiga vitu vyangu. Kwa hiyo kaniruhusu niendelee kuvipiga? Sawa. Kwa hiyo nifunge. Niambie. Sawa Peter. Nina ujumbe wako mzuri. Sitapokeaje? Aisha, una ujumbe gani huo mzuri ambao mimi naweza nikaupokea kwa furaha? Mimi sitapokeaje? Ila nina ujumbe kutoka kwa Jordan. Anaomba umsamehe, ametambua kosa lake. Na pia ameitambua thamani yako kwake. Yaani umetoka huko, umefungasha miguu yako, umekuja kwangu kuniambia wewe ujinga. Wewe ni ndugu yangu. Tena ni ndugu yangu ambaye nakuaminia kwa kila kitu. Nilijua kwa upande wangu. Kumbe uko upande wa Jordan. Ndiyo Maira. Kanituma nije nimwombee msamaha. Anaomba umsamehe. Nakuheshimu sana. Unalijua na nakupenda pia. Ila unapoelekea unanikosea mimi heshima. Unaelewa kila kitu alichonifanyia Jordan. Unafahamu wewe. Sio mgeni. Leo unakuja kuniambia eti Jordan amekutuma sijui kuja kumwomba msamaha. Mimi na mtu wangu. Nampenda na namheshimu. Sitaki kwangu kusikia habari za Jordan. Tutakuja kugombana. Amaira, watu ulishaona maskini wakaishi sehemu moja. Yule ni mwanaume, ana pesa. Nakuheshimu. Sawa. Nadhani unafahamu ilikoje. Na unajua. Ni huyo Jordan ndio amesababisha hapa. Sasa kama unaweza wewe na Jordan mkalifute ile kovu, basi mimi Amaira ninaweza kudana na Jordan. Lakini kama haitowezekana, basi iwe mwanzo na mwisho kumsikia Jordan. Sitaki. Unakumbuka uliniambia unampenda? Na hilo kovu ulipata kwa sababu uko na upendo wa dhati kwake. Ondoka kwangu. Sitoki. Ni mara hizi mbili. Hii ni ya mwisho. Naomba ondoka kwangu. Amaira, mimi ni ndugu yako. Tena wa damu. Huwezi kunifukuza kwako. Sitoki. Shinzi.